unataka ubarikiwe. Hautabarikiwa. Kinachokugarantii baraka sio maneno yangu. The spirit behind my words. Ni roho ya Mungu. If there is no spirit behind my words are empty. Maneno yangu ni bure, hayana nguvu, hayataleta chochote kwenye maisha yako. But if there is spirit behind my words, hiyo roho itakuja kutimiza ile perform ile neno kwenye maisha yako. Maana yake ni sasa naingia sasa. Maana wewe mwenyewe unaweza ukaruka maisha yako. Wewe mwenyewe unaweza ukaruka maisha yako kupitia maneno yako. Kwa sababu nikwambie kitu, kama kuna kitu cha msingi ambacho ulimwengu wa roho inakisubiria, inakitamani, ni kitu kinaitwa information, taarifa. Whatever you speak about your life, yani unachokiongea sio kama unachokiongea kinapita tu hivi. Na ulimwengu wa roho haujali hisia zako, uliongea kule hisia. Umekusikia Proverbs ni mithali inayosema kwamba usiahidi ukiwa na furaha. Nani amesema kitu? Kama usiahidi ukiwa na furaha. Yaani kuna mithali inasema usiahidi ukiwa na nini? Ukiwa na furaha. Au usiongee ukiwa na hasira. Kwa sababu unaweza kuongea kitu ambacho kitakiribeti baadaye. Wapendwa, watu wengi leo wameloga maisha yao na maneno yao. Mimi sioni. Mimi sijui kama nitaweza. Sio sisi. Sisi ambao Mungu anatutengeneza kuwa wakuu kwenye hizi fellowship zetu. Tutaongea according to the word of God. We will not speak being inspired by our feelings. Hatutaongea kwa sababu tumeumia. Tutaongea kwa sababu tumesikia Mungu amesema. Tutaongea kwa sababu neno limesema kitu. Nawaambia na wengi ambao ni victim kwenye ile neno ni wanawake. Victim wepesi kuongea. Ameumizwa anaongea chochote. Ameachwa anaongea chochote. Masuala mapenzi ni mwisho. Sasa masuala kuolewa sitaki. Majini anasema sawa tutapiga tano. Wewe nimekuja kwa sababu najua lazima kuolewa lazima. Yaani anapiga tano. Majini anasema safi sana. Tulisubiria hili neno muda. Kuna barua yanayosubiria maneno mabaya. Yanasubiria maneno mabovu ya tano. Yaani Mungu amekusudia vitu viwe namna hii. Yeye anaongea anachafua script. Anachafua ile daftari. Anachafua ile maandishi ambayo Mungu ameandika kwenye maisha kupitia maneno. When you are a Christian, your words are not only words. Unapokuwa Mkristo, maneno yako sio tu maneno. Sio tu maneno ya kawaida. Because your mouth is a weapon. It's a weapon. It's a weapon. Your mouth is a weapon. Yaani kinywa chako ni silaha. Sema kinywa changu ni silaha. Kinywa changu ni silaha. Ngoja kitabu cha Yeremia. Umeona kwanza nataka tukubaliane na wewe. Unakubali kama kuna watu ambao wakilaani kitu kinatokea. Na wakibariki kitu kinatokea. Sio Mungu, watu, sema watu. Nataka tukubaliane hapo wanangu. Sema kuna watu ambao wakilaani inatokea. Na wakibariki baraka inatokea. Jamani, tunakubaliana watu kama hao hapo. You see that? Sawa, unaelewa ninachosema? Sasa nataka nikuonyeshe kwamba kinywa chako ni silaha. Na ukielewa kinywa chako ni silaha, utakitumia vizuri. Kwa sababu silaha, unajua silaha yako inaweza kukuzuru. Pamoja na kwamba ni silaha yako. Wangapi wanajua kama kuna silaha inayoitwa bastola? Sasa wajua leo wanajua. Wangapi wanajua kuna silaha inayoitwa bastola? Wangapi wanajua kuna bastola hata kwenye mimi? Hivi unajua bastola yako inaweza kukuzuru wewe mwenyewe, si ndio? Ndio bastola ya mtu yani yafaa ikamzidi hizi kamzidi. Unamwambia bastola ya mtu. Tueleze kitu kinachokuja. Unataka kusikia. Kwa sauti. Hapo yani. Kwanza unajua ni bastola. Bastola yangu binafsi moja kanizuru mimi, maana kwamba nilikosea namna kuna swala zima la matumizi.
mazingira ambayo unatengeneza sisi familia. Sio kuigiza, yani ya family, ya kuigiza kwa familia. Sisi